tuje kwako Leticia Chausi. Unajisikiaje siku ya leo? Najisikia vizuri na tunawakaribisha sana, sio leo tu, lakini kama mnavyojua tuna other days za WHO ambao ni siku ambazo ni mahususa kwa ajili ya kurecognize different events ambazo ni za masuala ya afya. Kwa mfano mwezi wa 4 tutakuwa na Autism Day na hata hiyo miezi mingine tena. Yaani kila mwezi kunakuwa na siku ambayo ni mahususa kwa ajili ya ku-celebrate na ku-recognize tukio la afya. Kwa hiyo for today you guys are warmly welcomed. Na hata kwa miezi mingine pia mnakaribishwa sana hapa Saifee Hospital. Asante sana. Wewe ni mkuu wa idara ya masoko na mahusiano ya jamii. Ndio. Na unafanya kazi hospitali. Ndio. Unajisikiaje kuihudumia jamii katika kupitia idara yako, kupitia njia uliopo kwa sasa? Okay, mimi ninafurahi sana kufanya kazi hospitalini na haswa katika hii idara ambayo ninaifanya. Nimekuwa katika hii kazi zaidi ya miaka 4 sasa. Na ndani ya kipindi hiki tumekuwa tuna huduma mbalimbali za bure pia tunatoa katika mpango mzima wa CSR ambao ni Community Social Responsibilities. Kwa hiyo kama Saifee Hospital Tanzania tuna huduma ambao tunatoa kama kawaida kama hospitali mengine, although na sisi tuna kauli mbiu zetu, tuna vision, tuna mission ya jinsi ambavyo tunategemea mgonjwa anapoingia mlangoni na anapotoka, tunategemea awe tofauti, awe na furaha, awe ameridhika na huduma. Na hilo pia mnaweza mkaona hata kwenye Instagram page yetu, tuna testimonials nyingi sana wagonjwa jinsi ambavyo wanafurahia huduma yao. Lakini cha zaidi ningependa kurudi kwenye swala ambalo nilikuwa naliongelea CSR. Kila mwaka tunakuwa na huduma za bure za camps na tunafanya maeneo tofauti. Mwaka huu tutakuwa pale kituo cha afya cha Magomeni. Na hii event tunafanya kwa kushirikiana na manispaa ya Kinondoni. Hivyo tutakuwa tunatoa huduma za afya bure kwa ajili ya wakazi wa Kinondoni na wakazi wa Dar es Salaam nzima. Na hata kama kuna mwingine hapa anatusikiliza siku hii ya leo, aidha yuko mkoani, angependa kuja kujua hali yake ya afya, anakaribishwa hiyo siku. Itakuwa ni tarehe 12 ambayo itakuwa ni wiki ijayo. Na tuna huduma zile zinaanza kuanzia saa 2 mpaka saa 10 jioni. Huduma pale tunakuwa tunapima sukari bure, ultrasound wanafanya, kumuona daktari bingwa atakuwepo pia. Kutakuwa na daktari bingwa wa moyo pamoja ambao atamjoin Dr. Mercy kwa ajili ya kuongeza nguvu pale. Yes, kwa hiyo tutakuwa na huduma bure kwa siku hiyo katika sisi wenyewe kuadhimisha community social responsibilities katika jamii zetu. Hivyo wote karibuni sana. Asante sana dada Leticia. Wakati unaongelea huduma, umesema kutakuwa na huduma ya ultrasound, umeongelea huduma ya kupima sukari. Ndiyo. Na huduma zingine za afya. Yes. Huduma ambazo huwa zinatolewa kwa mtazamaji au msikilizaji ambaye ni mara yake ya kwanza, naamini angependa kufahamu huduma ambazo zitatolewa hiyo siku. Je, ni zile huduma za awali au nikija nikapatikana nina changamoto, kwa sababu atakuwepo wataalamu kama kina Dr. Mercy. Akija pale ukanikuta nina matatizo ambayo yanahitaji labda kulazwa, je, ni huduma hiyo itapatikana pia hiyo siku au utaratibu utakuwaje kuanzia hapo? Okay, sawa. Sasa asante kwa swali zuri ule umeuliza. Cha kwanza kabisa, hii kambi tunafanya kwa ajili ya kuadhimisha siku ya figo duniani, ambayo ndio hiyo tarehe ambayo nimekutajia. Na kauli mbiu ya mwaka huu ina recognize masuala pia ya sayari. Kwa hiyo wataalamu wenyewe walikaa na kugundua na kuevaluate kwamba masuala ya afya pia yanahusiana pia na mazingira. Kwa hiyo mazingira pia yanachangia aidha kupata hizo changamoto au kutokupata, yani mazingira yakiwa yako sawa. Kwa hiyo hiyo ndio kauli mbiu ya mwaka huu. Sasa kurudi kwenye swali lako, hiyo siku tutakuwa ni kwa sababu tunaadhimisha siku ya figo duniani, hivyo tutakuwa tunapima sukari bure na ultrasound bure. Na
kwa sababu tutakuwepo, tuko pale, tunaenda kama team. That means wale wanaokuja, wakazi wa Dar es Salaam wanaokuja kupata ile huduma watakuwa wanaanza pia kupata huduma zingine. Kama nilivyokuambia kwamba tutakuwa tuko in collaboration na Manispaa ya Kinondoni. Kwa hiyo pia kutakuwa kuna matibabu pia ya macho. Kwa hiyo kutakuwa kuna matibabu mbalimbali kiasi kwamba mpaka pale ambapo a patient atagundulika kwamba ana changamoto fulani ndio itamlazimu kwenda kwenye ultrasound. Kwa hiyo sio wote ambao wataenda kwenye ultrasound. Lakini pia kutakuwa kuna ambulance pale ambao ni ya Manispaa of Kinondoni. Kwa hiyo mtu yote ambaye anapata changamoto pale katika eneo anachukuliwa, anaenda kupelekwa kupata huduma zaidi hospitalini.